Katika mizizi ya tamaduni nyingi imekuwepo kauli yenye uzito kwamba damu ni nzito kuliko maji, ikimaanisha kuwa uhusiano wa kifamilia hupaswa kushinda tamaa ya vitu vya kidunia. Hata hivyo, katika simulizi ya The Caucasian Church Circle, yaani duara la chaki ya Bertolt Brecht, kauli hiyo ilipata changamoto isiyotarajiwa. Ndani ya familia ya gavana Abashwiri, thamani ya damu ilififia mbele ya mvuto wa mali na hadhi, kiasi kwamba uhusiano wa uzazi ulionekana kuwa mwepesi kuliko tamaa ya anasa. Hapo ndipo ilipodhihirika kuwa wao maji yalikuwa kazidi unga, hivyo kufungua mlango wa simulizi inayochunguza kwa kina maana halisi ya upendo, wajibu na haki katika maisha ya mwanadamu. Hujambo na karibu. Ni mie wako Mhandisi Kahiga Mwangi. Katika ukingo wa milima ya Kaukazi, ambapo mawingu yalijipinda kama pazia la siri juu ya vilele vya barafu na upepo mkali ulivuma kama sauti ya historia inayolia, ulikuwa na wakati ambapo dunia ilionekana kupoteza dira yake ya maadili. Bonde hilo lililobarikiwa kwa rutuba na uzuri wa asili liligeuka kuwa uga wa migongano ya mamlaka, tamaa na tafsiri pinzani za haki. Ndani ya mazingira hayo, jamii iligawanyika kwa rasilimali na kwa falsafa ya msingi kuhusu nani aliyestahiki kuimiliki kwenye dibaji ya aliyekuwa na nguvu au yule aliyekuwa na dhamira ya kuitunza. Jamii za wakulima zilijikuta katika mabishano makali kuhusu ardhi iliyokuwa imeachwa baada ya vita. Hoja haikuwa umiliki tu, bali ilikuwa tafakuri ya kina kuhusu wajibu. Ndani ya muktadha huu, msanii na mwimbaji Akadi Chaize alisimama kama kiungo cha simulizi, akitoa tafsiri ya sanaa ambayo iliwaongoza wasikilizaji kuelekea hadithi ya ndani zaidi, hadithi ya mtoto na wanawake wawili, hadithi ambayo ingebeba uzito wa falsafa nzima ya jamii. Ndani ya jiji la Nuka, mamlaka yalikuwa mikononi mwa gavana George Abashwiri, mtu aliyekuwa mfano wa utawala uliotawaliwa na ubinafsi na kutojali mateso ya watu wa kawaida. Kisaikolojia, alijenga utambulisho wake juu ya hofu na udhibiti. Aliamini kuwa mamlaka yalihitaji kuimarishwa kwa nguvu badala ya haki. Mke wake Natera Abashwiri aliishi katika ulimwengu wa fahari na anasa, akili yake ikizama katika ujenzi wa taswira ya hadhi kuliko uhusiano wa kibinadamu. Ndani yake kulikuwa na pengo la kiroho lililofichwa na mavazi ya kifahari, utupu ambao ulidhihirika wazi pale alipojaribiwa kwa dharura. Mapinduzi yalipolipuka yalikuja kama radi isiyotarajiwa. Fat Prince alikuwa amesukumwa na tamaa ya mamlaka na hisia ya kunyimwa haki. Alianzisha mchakato wa kuangusha utawala wa nduguye. Kisaikolojia, alikuwa mfano wa mtu aliyefinywa na mfumo hadi akageuka kuwa chombo cha uharibifu. Gavana alikamatwa, akateswa na kuuawa kama hayawani, tukio lililokuwa kilele cha mvutano uliokuwa ukifukuta chini kwa muda mrefu. Katika vurugu hiyo, Natera Abashwiri alikimbia, akili yake ikiongozwa na hofu na sirika ya kuhifadhi hadhi yake. Alikusanya mavazi yake ya thamani kwa haraka,
akichagua vitu visivyo na uhai badala ya damu yake mwenyewe. Uamuzi wake wa kumwacha mtoto wake Michael Abashwere kilikuwa kitendo cha ubinafsi na ulikuwa ufichuzi wa kina wa muundo wa nafsi yake, nafsi iliyokuwa imejengwa juu ya thamani za nje kuliko hisia za ndani. Ndipo alipojitokeza Gurusha Vaishnaze, banati wa kawaida lakini mwenye kina cha kisaikolojia kisicho cha kawaida. Ndani yake kulikuwa na mgongano mkali kati ya hofu na huruma. Sirika ya kujilinda ilimwambia aondoke, lakini dhamiri yake ilimsukuma kubaki. Uamuzi wake wa kumbeba mtoto haukuwaka haraka, bali ulikuwa matokeo ya mapambano ya ndani yaliyofikia kilele cha maadili. Katika hatua hiyo alizaliwa upya kama mlezi, kama mama wa matendo. Safari yake ilianza kama kukimbia, lakini ikageuka kuwa hija ya fuadi. Alipitia milima iliyofunikwa na theluji, upepo ukimchoma kama sindano za barafu. Alivuka mito iliyokuwa ikiguruma kwa nguvu, sauti zake zikifanana na hasira ya dunia. Katika tukio la kuvuka daraja dhaifu, alisimama katikati ya hofu na ujasiri. Kisaikolojia, huo ulikuwa mtihani wa mipaka yake, na alichagua kusonga mbele, akithibitisha kuwa upendo unaweza kushinda hata hofu ya kifo. Kadri taski zilivyopita, uhusiano wake na Michael ulizidi kuwa wa kina. Mtoto huyo hakuwa tena jukumu, bali alikuwa kiini cha utambulisho wake mpya. Alificha ubao, akivumilia changamoto kali iliyomfanya mwili wake kudhoofika, lakini roho yake ikazidi kuwa imara. Alibeba mzigo wa kina wa maamuzi yake, akijenga ndani yake kile kinachoweza kuitwa utu wa kujitoa, utu uliovuka mipaka ya wajibu wa kawaida na kuwa sadaka ya hiari. Alipofika kwa ndugu yake Ravlenti Vaishnaze, alikutana na ulimwengu wa tahadhari na hofu. Ravlenti alikuwa mtu aliyebanwa na mfumo, akili yake ikigawanyika kati ya upendo wa kifamilia na woga wa mamlaka. Mke wake Aniko aliwakilisha sauti ya jamii, sauti inayohofia aibu na hukumu tofauti. Ndani ya mazingira hayo, Gurusha alilazimika kufanya maamuzi magumu zaidi. Akili yake na Jasap ilikuwa mfano wa kujitoa kwa kiwango cha juu. Jasap, aliyethaniwa kuwa karibu kukata kamba, aligeuka kuwa mzima na hivyo kuvuruga mpangilio wote. Kisaikolojia, hali hii ilimlazimisha Gurusha kukubali maisha ambayo hakuyachagua. Alibeba mzigo wa ndoa isiyo na mapenzi, akijifunza kuishi katika mgawanyiko wa nafsi kati ya wajibu na hisia. Katika mkondo mwingine, Azdak alijitokeza kama mhusika wa kipekee. Kisaikolojia, alikuwa mchanganyiko wa ucheshi, ujanja na hekima ya ndani. Alionekana kama mtu asiye na nidhamu, lakini ndani yake kulikuwa na ufahamu wa kina wa mateso ya watu wa kawaida. Alipopewa nafasi kuwa hakimu, aligeuza mfumo wa sheria kuwa jukwaa la haki ya kibinadamu. Alikubali rushwa, lakini akaitumia kwa njia ya ajabu, si kwa faida binafsi, bali kwa kuleta usawa wa kijamii. Katika nafsi yake kulikuwa na uasi wa kimaadili, uasi dhidi ya sheria zisizo na huruma. Aliamini kuwa sheria haipaswi kuwa chombo cha kuwanyima haki wanyonge, bali daraja la kuwainua. Hivyo maamuzi yake yalionekana ya ajabu kwa macho ya kawaida, lakini yalikuwa na mantiki ya ndani iliyojikita katika huruma. Baada ya vita, Natera alirudi kudai mtoto wake. Ndani yake hakukuwa na mabadiliko ya kisaikolojia. Bado alikuwa mfungwa wa tamaa na hadhi. Alimuona mtoto wake Michael kama chombo cha kurudisha mali na nguvu. Hapo ndipo
mgongano kati ya uzazi wa damu na uzazi wa matendo ulipojitokeza wazi. Kesi ilipofikishwa mbele ya Azdak, ukumbi wa mahakama uligeuka kuwa uwanja wa falsafa. Kila hatua ilikuwa kama jaribio la kupima thamani ya maisha dhidi ya uzito wa sheria. Mtihani wa duara la chaki ulikuwa kilele cha tafakuri hiyo. Gurusha alipoachia mtoto ili kumlinda, alidhihirisha kilele cha kujitoa. Kitendo hicho ilikuwa ushindi wa maadili dhidi ya sirika ya umiliki. Tera alipovuta kwa nguvu, alifichua wazi kabisa utupu wa huruma ndani yake. Azdak alitoa hukumu ambayo haikufuata sheria bali ilifuata haki ya ndani. Alimpa mtoto Gurusha. Mwisho wa simulizi haukuwa tu hitimisho la matukio, bali ulikuwa ufunguzi wa tafakuri pana kuhusu asili ya ubinadamu. Katika mwanga wa uamuzi ule, jamii ililazimika kujiuliza swali la msingi: haki ni nani na inapaswa kumilikiwa na nani? Katika upeo wa mwisho wa hadithi, Gurusha alisimama si tu kama mshindi, bali kama mfano wa mageuzi ya nafsi ya mwanadamu. Alikuwa uthibitisho kwamba ndani ya hali ngumu zaidi, binadamu anaweza kujenga maana mpya ya maisha kupitia kujitoa. Safari yake haikuwa tu ya kimwili, bali ilikuwa ya kiroho, kuvuka kutoka ubinafsi kwenda katika ubinadamu wa hali ya juu. Azdak kwa upande mwingine alibaki kama fumbo la haki, kivuli kinachoonyesha kwamba wakati mwingine ukweli hupatikana nje ya mipaka ya sheria. Alikuwa ushahidi kwamba mfumo wa haki unaweza kuhitaji kuvunjwa ili kujengwa upya kwa misingi ya huruma. Na Tera alibaki kama ukumbusho wa hatari ya nafsi inayotawaliwa na tamaa. Ndani yake hadithi ilionyesha jinsi mali na hadhi vinavyoweza kumtenganisha binadamu na asili yake ya huruma. Na mtoto Michael alikuwa kimya katika simulizi yote. Alibaki kama ishara ya hatima ya jamii, hatima inayoundwa na maamuzi ya wale wanaomzunguka. Kwa mtazamo mpana, aliunda gange ambayo haikutoa majibu rahisi, mbali ilitoa changamoto kwa fikra. Aliitaka jamii kutafakuri upya dhana ya umiliki, wajibu na haki. Aliweka wazi kwamba dunia haiwezi kuongozwa kwa misingi ya nguvu pekee, bali kwa misingi ya kujali. Hivyo basi, simulizi hii haikuishia katika ushindi wa Gurusha, bali iliendelea katika fikra za kila msikilizaji na msomaji. Lilibaki kama mwangwi unaouliza, ikiwa dunia ingeongozwa na wale wanaojali zaidi badala ya wale wanaomiliki zaidi, je, ingeonekana vipi? Na katika swali hilo lisilo na jibu la moja kwa moja, ndipo uzuri wa simulizi ulipokaa, katika uwezo wake wa kuendelea kuishi ndani ya nafsi za wale walioipokea. Natamatisha hapo kwa leo, nikikuacha kwa msemo, chaka la simba halilali nguruwe. Hadi wiki ijayo wakati kama huu, nimekuwa wako